siwezi kueleza, mimi siwezi kueleza, ametenda maajabu na siwezi kueleza, ametenda maajabu. Funga macho yako, tunataka tuombe katika jina la Yesu. Inua mikono yako juu, tunataka tuombe neno. Fungua moyo wako, sababu ni wakati mzuri wa kupokea. Amini kabisa, tuombe. Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru sana. Tunakupigia makofi sababu wewe ni mwema kabisa. Tumekuona Baba ubali huu. Umetembea nasi Jehova tangia Januari, ni siku nyingi zimepita. Tumekuona Jehova, tunakushangilia kwa wema wako Bwana na fadhili zako. Kila siku umekuwa mwaminifu Jehova. Umetembea nasi usiku na mchana, umekuwa pamoja nasi. Tunakupigia makofi ya shangwe na furaha sababu ya yale umetenda, kila mtu angeweza kutendea Baba. Asante, pokea sifa na shukrani. Imefikia wakati wa neno lako Bwana wa majeshi. Wewe ndio neno. Tunakuomba Bwana tuenee. Nena masikio yetu na mioyo yetu Bwana. Fungua mawazo yetu. Fungua masikio ya kiroho, fungua macho ya kiroho. Fungua kuelewa kwetu Bwana, tuelewe neno lako. Neno lako ni mkate wa uzima. Neno lako ni maji. Neno lako Baba ni mwangaza wetu. Linatumulikia. Wacha Baba mnenaji wako anapokuja kunena neno, Baba ukamjaza na nguvu zako kutoka mbinguni, nguvu za Roho Mtakatifu Bwana. Yesu, unajua shida za kila mmoja wetu. Unaelewa shida zetu, mioyo yetu najua. Baba, hebu katembelee mtu kadri na mapenzi yako Bwana, kadri na mahitaji. Tunakushukuru Baba, tukupigia makofi mazuri sababu yale umetenda makubwa. Pokea sifa na shukrani. Bariki mnenaji, tumpaka na upako wa mbinguni. Roho Mtakatifu wa Yesu, shuka, ingia ndani yake Baba, mfanye chombo chako Baba, mtumie kwa mapenzi yako. Nasi tunaketi Baba, utunenee. Kwa jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Piga Yesu makofi mazuri. Shangilia Yesu kwa makofi mazuri. Karibisha Pastor Peter. Tupigie Pastor Peter makofi mazuri. Karibu mchungaji kwa jina la Yesu. Amen, amen, amen. Thank you. Asante. Mungu akubariki sana. Tupigie Pastor Bruno makofi mazuri. Tupigie makofi sio na kinyongo. Amen. Ametupeleka vizuri, tumefurahia. Kama umefurahia, pigia Bwana Yesu makofi mazuri. Kama uko na furaha ndani ya moyo wako, pigia Bwana Yesu makofi mazuri. Mazuri, mazuri, mazuri. Yes. Maana ni yeye ametenda na ni yeye atazidi kutenda mahali hapa. Amen. Amen. Sasa shika mwenzako mkono, mwambie tustarehe na ninakupenda, unipende pia. Usiniangalie vibaya, sina ubaya na wewe. Hata kama unaonaga kama niko na ubaya na wewe, sikuagi nayo. Moyo wangu ni msafi na Roho Mtakatifu ashuhudie. Amen. Na Mungu wa uzima apokee sifa, heshima na utukufu wote. Kwa upendo wa ajabu ametuonyesha na neema ametukirimia mahali hapa. Amen. In Jesus name. Amen. Amen. Nachukua hii fursa kushukuru Mungu aliye juu mbinguni. Kwa majina naitwa Pastor Peter, nimeokoka, Kristo ni Bwana. Nampenda Mungu kwa ajili ya mahali amenitoa na jinsi amepelekana na mimi. Pia namshukuru mtumishi wa Mungu kwa kunipa hii nafasi. Mungu akubariki, akuzidishie wema wake. Pia Pastor George, na wewe ambaye umekuja siku ya leo, jipigie makofi mazuri. Waliofika mapema, mvua imewapata ndani. Waliochelewa wamenyeshewa. Bwana Yesu asifiwe. Ikuage hivyo na Mungu akuwe anatenda hivyo. Mwenye amekuja mapema asinyeshewe. Mwenye anachelewa ananyeshewa. Ndio tukujage mapema. Amen. Ajipigie makofi mazuri vile umefika siku ya leo. Na Mungu wa uzima ni mwema na ni mwaminifu. Kwa hii nafasi apokee sifa, heshima na utukufu wote. Bila kupoteza muda, tutaweza tu kuingia kwa neno
na ninajua Mungu atatubariki na atatutenda mema. Amen. Na ninajua kuna meza ambayo ametuandalia. Amen. Amen. Tule na tukunywe. Na leo ni kuzuri. Habia mwenzako, na leo ni kuzuri. Leo ni kuzuri. Kila mmoja ako na furaha. Ndio. Maana tunaelekea Krismasi Kabisa. Unayo tukitegemea hivi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unajiuliza itakuwa aje hii Christmas. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Usijali. Bwana Yesu asifiwe. Tukama. Maana leo kuna neema Mungu ameachilia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ya kufanya miujiza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na muujiza wako uko hapa tu. Ambia mwenzako muujiza wako Kiama ya muujiza wako uko kwenye anga. Ulio haho uogeshera shera. Wetereire gukuona. Bwana Yesu asifiwe. For the appointed time. Amen. Which is today. Amen. Ambia mwenzako which is today. Na hiyo siku ni leo. Ni ogothi. Na hiyo siku ya muujiza wako ni leo. Kwa hivyo ujumbe wangu siku ya leo ni ya kwamba utapokea muujiza wako. Wow. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haijalishi umegoja muda gani. Ndio. Haijalishi mwaka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Uliahidiwa mwaka gani? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini si tumesikia mtu ametendewa na wiki 3. Kabisa. Kumbe nilikuja kugundua Yesu alipoambiwa Lazarus amekuwa mgonjwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hakuenda wakati ule. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Alikaa siku zingine 4. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na alipofika mahali pale alipata Lazaro amekufa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kumbe ilikuwa ni mpango wa Mungu. Kabisa. Ndio ushuhuda ule mkubwa. Kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Hata na wewe mahali hapa ninajua umegoja kwa muda mrefu. Mahali uliahidiwa utapokea kitu fulani. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ameextend kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Ili ushuhuda wako uwe mkubwa. Pia Bwana Yesu makofi mazuri. Maana amekusudia kuachilia ushuhuda mkubwa kuliko vile ulitarajia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tukaweze kuingia katika neno. Tutasoma Wafalme wa pili, 2 Kings. Tutasoma 4 chapter 4 1 to 7. Turudi tusome Acts kanatomo mitume, matendo ya mitume 12 1 to 12. Kisha tutasoma wakati muda ukituruhusu. Hiyo tutasoma sasa, lakini andika muda ukituruhusu tutasoma 1 Kings 17. Tutasoma 13 to 16. Tutasoma tu hapo mwanzo 1 kidogo tuendeleze, kisha tutaruka tutaenda 13 to 16. Na ninajua Mungu wa uzima atatubariki. Ambia mwenzako siku ya muujiza wako, siku ya muujiza wako ni leo. Ni leo. Hata kama tumaini limeisha, hata kama huna matumaini, ndio siku ya leo, siku ya leo unapokea muujiza wako na tumaini linarudi. Amen. In Jesus mighty name. Amen. Tukaweze kusoma Wafalme wa pili ile kuanzia mstari wa kwanza ndio mpaka mstari wa 7. Basi mwanamke mmoja miongoni mwa wake za wanafunzi manabii akamwendea Elisha, ndio akamwambia, mtumishi wako mume wangu amefariki, ndio na kama ujuavyo alikuwa mcha Mungu, lakini aliyemwia fedha amekuja kuwatoa wana wangu wawili wawe watumwa wake kuchota watoto wake. Elisha akamuuliza, ndio sasa nikusaidiaje? Niambie kile ulicho nacho nyumbani. Ndio mama huyo mjane akamjibu, mimi mtumishi wako sina kitu chochote ila chupa ndogo ya mafuta. Elisha akamwambia, nenda kwa jirani zako uwazime vyombo vitupu vingi, ndio kadiri utakavyopata. Kisha uende, ndio wewe pamoja na wanao, ujifungie ndani ya nyumba, ndio na muanze kujaza mafuta. Ndio kila chombo mnachojaza kiwekeni kando. Akaenda na kujifungia ndani ya nyumba na wanawe wa kwanza. Na wanawe
na kuanza kumimina mafuta ndani ya vyombo. Na mstari wa 6, vilipojaa vyote, akamwambia mwanawe mmoja wapo, ndio, niletee chombo kingine. Mwanawe akamjibu, ndio, vyote vimejaa. vyote vimejaa. Hapo mafuta yakakoma kutiririka. Akarudi kwa mtu wa Mungu na kumwelezea habari hizo. Naye mtu wa Mungu akamwambia, nenda ukauze hayo mafuta na kulipa madeni yako, ndipo wewe na wanao mtaishi kwa kutumia hayo yatakayobaki. Amen. Hapa inasema, lakini mwanawe akajibu, hakuna chombo kingine kilichobaki baada ya kumimina mafuta. Baada ya kumimina mafuta kwa zenye walikuwa wameazima. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ikakuwa zote zimejaa, akamwambia hakuna chombo kingine kilichobaki, basi mafuta yakakoma. Amen. Tusome Acts Matendo 12. ndio, Mstari wake wa kwanza. Maandiko inasema, panapo majira yale Herode mfalme ndio, kanyoosha mikono yake kuwatenda mabaya baadhi ya watu wa kanisa. ndio. Mstari wa pili, akamuua Yakobo ndugu yake Yohana, ndio, kwa upanga. 3, ndio, na akiona ya kuwa hiyo imewapendeza Wayahudi, akaendelea akamshika na Petero. Siku hizo zilikuwa siku za mkate isiyochachwa. Alipokwisha kumkamata, akamweka gerezani, ndio, akamtia mikononi mwa vikosi 4 vya askari wanne, vikosi 4 vilivyo na askari wanne wamlinde, akitaka baada ya Pasaka kumtoa na kumweka mbele ya watu. Mstari wa 5, basi Petero akalindwa gerezani, nalo kanisa likamwomba Mungu kwa juhudi kwa ajili yake. 6, hata wakati Herode alipotaka kumtoa, usiku ule ule Petero alikuwa analala katikati ya askari wawili, amefungwa minyororo miwili. Walinzi mbele ya mlango wakailinda gereza. Mstari wa 7, mara malaika wa Bwana akasimama karibu naye, ndio, nuru ikamulika mule chumbani, gerezani sasa. Akampiga Petero ubavuni, akamwamsha akisema, ondoka upesi. Minyororo yake ikamwangukia mikononi. Malaika akamwambia, jifunge kavae viatu vyako. Akafanya hivyo. Kisha akamwambia, jivike nguo yako ukanifuate. 9, akatoka nje kamfuata, wala hakujua ya kuwa ni kweli yaliyofanywa na malaika, bali alidhani kwamba anaona maono. 10, ndio, nao walipopita lindo la kwanza, ndio, na la pili, wakaja hata mlango wa chuma kwa kuingilia mjini, ikawafungukia wenyewe. Wakatoka nje, wakapita katika njia moja. Mara malaika akamwacha Petro. Hata Petero alipopata fahamu akasema, sasa nimejua yakini ya kuwa Bwana amempeleka malaika wake na kunitoa katika mkono wa Herode, na katika kutazamia kote
kwa taifa la Wayahudi. 12. Na alipokuwa akifikiri haya, ndio akafika nyumbani kwa Mariamu, ndio mamaye Yohana, ambaye jina lake la pili ni Marko. Ndio. Na watu wengi walikuwa wamekutana humo kwa maombi wakiomba. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Pia Bwana Yesu makofi mazuri. Thank you Jesus. Amen. Mahali tumetangulia ama wakati nilitangulia na kusema ya kwamba unaenda kupokea muujiza wako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mahali tumesoma hapo ya kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Katika 2 Kings 4. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tumesoma hiyo habari ya mwanamke mjane. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maandiko inaelezea vizuri. Beleni mmewe aliaga na aliacha deni. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo mwenye alikuwa na deni yake alikuwa anakuja sasa ndio achukue wanawake. Bwana Yesu asifiwe. Ili akawafanyishe kuwa ngombo. Bwana Yesu watumwa. Bwana Yesu asifiwe. Akawachukue na kuwafanya watumwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ajili ya ile deni ambayo bwanake alikuwa ameacha. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hapa tunamuona mwanamke ambaye amefika mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Hapa tunaiona familia ambayo haina msaada. Bwana Yesu asifiwe. Hapa tunaona watu wamefika mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Hapako hawana tumaini lingine. Bwana Yesu asifiwe. Amejiachilia tu vile tu kitafanyika kufanyike. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini tunamuona Mungu ni wa huruma nyingi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ameweza kumtuma Elisha mahali pale. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakati huyu mama alimuona Elisha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Alimkimbilia na kumwambia habari zake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naye Elisha mtumishi wa Mungu akamuuliza, "Unapenda nikufanyie nini?" Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naye akamwambia, "Wamjua bwana yangu ambaye alikuwa ni mtumishi wako ameaga na ameacha deni. Kuna mipango vijana wangu wakuje wachoto ama wachukuliwe ili wakafanyike watumwa." Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana alikuwa ameacha deni. Bwana Yesu asifiwe. Inaonekana huyu mama alikuwa hana tumaini lingine. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa amefika mwisho, tumaini limeisha. Bwana Yesu asifiwe. Hana mahali pengine pa kukimbilia. Lakini Mungu akamtumia nabii wake. Bwana Yesu asifiwe. Ambaye ni Elisha. Bwana Yesu asifiwe. Akaenda mahali pale akamuuliza, "Nini ulicho nacho?" Bwana Yesu asifiwe. Akasema kwa nyumba yake kuna chupa moja ya mafuta. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tumaini lilikuwa limeisha. Bwana Yesu asifiwe. Tumaini likishafika, Bwana Yesu asifiwe, hapo ndipo Mungu hukuja. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ninakuelezea siku ya leo ya kwamba muujiza wako iko siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Wewe na ambaye umefika mwisho, wewe na ambaye umegojea kwa muda mrefu, amekupatia kukuchota, umepatia kuchukua watoto wako, umepanga chama dhidi yako. Bwana Yesu asifiwe. Ukitazama nyuma, ukitazama kando kando, hakuna tumaini tena. Bwana Yesu asifiwe. Sasa umejiachilia tu, kile kitatendeka kikatendeke. Bwana Yesu asifiwe. Na hata huyu mama inaonekana ukifika mwisho, unajiachilianga. Bwana Yesu asifiwe. Anasema kile kitatendeka sasa kitendeke. Watu wengine huko mtaani wanasemaga wacha kiumane. Bwana Yesu asifiwe. Labda hivyo ndivyo alikuwa amesema. Bwana Yesu asifiwe. Ana sina jambo lingine ambalo ninaweza kulifanya. Bwana Yesu asifiwe. Lakini mtumishi wa Mungu aliposhuka mahali pale, akamuuliza uko na nini? Akasema niko na chupa moja ya mafuta ambayo niko nayo kwa nyumba yako. Bwana Yesu asifiwe. Kumaanisha siku ya muujiza wake ilifika wakati yeye alifika mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wakati umefika mwisho, jua na ukupuke ya kwamba nafasi hiyo ndio Mungu kuja kuachilia hakika muujiza wako katika jina la Yesu. Wakati umefika mwisho, na maandiko hutuambia Mungu yuko karibu sana wale ambao wamekufa mwisho, wamekufa moyo. Bwana Yesu asifiwe. Huyu mama alikuwa amekufa moyo, alikuwa amefika mwisho. Kumbe Mungu alikuwa karibu, kwanza alimtumania. Hata na wewe siku ya leo, huenda umekuja siku ya leo ukiwa umefika mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Kumbuka siku ya leo ndio Mungu wako hapa. Bwana Yesu asifiwe. Jua ya kwamba siku ya leo neema ya muujiza wako wakati umefika mwisho ndio iko karibu sana. Kwa hivyo wewe jitie nguvu ukasimame imara katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu Kristo.
Bwana Yesu asifiwe. Akamuuliza, ni kipi ulio nayo ndani ya nyumba yako? Akasema, niko na chupa moja. Bwana Yesu asifiwe. Akamwambia, enda azima ama enda kwenye hicho kijiji. Bwana Yesu asifiwe. Aweze kuomba chupa na mitungi, uweke kwa nyumba yako. Chukue ile chupa, ukaanze kumimina. Ana muujiza wako umekupitia siku ya leo. Umefika mwisho, hapo ndio mwanzo. Jehova akutendee muujiza wako siku ya leo. Kwa mahali hapa kama mwanamke mjane ambaye tumaini lake limefika mwisho, nakuja nikuambie kwamba siku ya leo siku ya muujiza wako. Naangalia nyuma, itakuwa namna gani? Hii sikukuu imefika, wananililia pia wanahitaji Krismasi inayokuwa inaweza kuwa mahali hapa. Unajiuliza tunaelekea Januari, sijui itakuwa namna gani, lakini ninakuja nikuambie mahali umefika mwisho. Sasa umejilaza ya Mungu, nina tumaini lingine. Siku ya leo mpendwa, ni siku ya muujiza wako, ni siku ya muujiza wako. Wenye aliye na imani ashangilie Bwana Yesu. Aliye na imani akasikia sauti ya Mungu ukimwelezea ya kwamba siku ya leo ni siku ya muujiza wako. Siku hii ya leo ni siku ya kipekee, ni siku maalum ambayo Mungu ameiweka wakfu ya kwamba wewe hapa umefika mwisho. Wewe umetazama nyuma, umetazama mbele, tumaini limefika mwisho. Kuja nikuambie, ukinyeta mwishowe ukiamani yaku ambie koigekera inamete ngorore. Siku ya leo hapo penye uko unapokea muujiza wako. Wenye imani wapokee, wenye imani wapokee neema, muujiza wako. Siku ya leo utaondoka vile ulikuja, unaanza kupokea muujiza wako kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko inatuambia mama alitii sauti ya nabii. Bwana Yesu asifiwe. Akaenda akaazima vyombo nyingi. Bwana Yesu asifiwe. Akaenda kwa imani. Bwana Yesu asifiwe. Mtu alikuwa ameinama moyo, mtu alikuwa ameona kuisha, aliazima vitu na vyombo nyingi. Akaambiwa na mtumishi wa Mungu, enda ujifungie ndani ya nyumba yako. Bwana Yesu asifiwe. Sometimes you need a section of nafasi nzuri ya kujiachilia ama kujiachilia na kunyamaza mbele za Bwana ili akutendee. A moment of silence, a moment of silence, that your miracle may happen. Jesus, sometimes you need a moment of silence that the God that you serve may have his way, make a miracle. Mahali umefikia mwisho katika jina la Yesu. Mtumishi wa Mungu akamwambia enda ujifungie, maana wakati mwingine inahitaji uwe na silence. Bwana Yesu asifiwe. A moment of silence. Bwana Yesu asifiwe. Ngoja muujiza wako. Akamwambia enda kwa nyumba yako, kisha azima hizo vyombo, jifungie ndani ya nyumba. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu atatenda. Maana neema na malaika wa muujiza walikuwa tayari wameingia kwa hiyo nyumba ya huyo mama. Malaika wa neema ya miujiza alikuwa tayari ameshuka mahali pale kwa mama mjane. Iposha mtumishi wa Mungu akamwambia enda pale, ukie na uanze kumimina. Moja ikijaa weka hiyo ikine, hiyo ikine ikijaa chukua ikine, hiyo ikine ikijaa chukua nyingine, ongeza kusogeza, zikijaa zote utaona watafanya. Wewe nenda tu kwa neno langu. Mimi mtumishi wa Mungu Elisha, na siku ya leo muujiza wako kutendekea, maana siku hii
muujiza wake. Aliye na imani najua ya kwamba hili neno ni lake. Imani hili neno linashughulika kwa maisha yako. Wenye imani hili neno linaachilia muujiza wako. Unapokea leo jina la Yesu. Pokea sasa. Pokea sasa. Pokea receive your miracle. Receive your miracle. Receive your miracle. Carry you. Receive the miracle. Carry you. Carry you. Yes. Your miracle. Carry you. In the name of Jesus. Oh Jesus. Shakiria Bwana Yesu. Thank you Jesus. Oh, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Huyu mama akachukua hatua ya imani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Akaenda kwa nyumba yake. Na akajifungia. Akaanza kufuata neno la nabii. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtu alikuwa amekufa moyo. Mtu alikuwa ameona sasa hakuna jambo lingine. Mimi ni mjane. Na sasa naelekea kunyang'anywa watoto wangu. Asili ya deni. Na wewe uko hapa. Umekuwa na kesi. Sasa unaangalia. Unaona mwisho wako. Sasa unaangalia. Unaona hakuna tumaini tena. Maana umeambiwa sasa unaenda kuchotwa. Lakini nimekuja kuambia mwaka uishe. Siku ya leo ifike jioni. Unaenda kupokea muujiza wako. Kuinuliwa. Hali ukidhania unaenda kuinuliwa. Jingine watu washangae. Unaenda kukutendea jambo siku ya leo. Ana neema ya miujiza iko nasi hapa. The grace of miracles. The grace of performing miracles is within our meeting. In the mighty name of Jesus. In the name of Jesus. Pokea sasa. Pokea. Receive your muujiza wako. Receive your miracle. Pokea. In the name of Jesus. Piki na kutesa. Siku ya leo. Wewe pokea. Pokea leo. Receive your muujiza wako. Pokea. Neema. Pokea. Kushindaniwa. Hiyo kesi yako. Utachotwa. Utachotwa. Wametumana. Achilia malaika kwa nyumba ya mama mjane. Upe nguvu za Mungu. Tayari zilikuwa kwa ile nyumba. Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Ndiposa akaambiwa enenda na ujifungie. Hata na wewe siku ya leo kuna malaika ameachiliwa. Kuna malaika ameachiliwa kwa nyumba yako. Unaenda kupata muujiza wako. Unaenda kupokea muujiza wako. Mahali pale ukifika tu hivi unaenda kupatana malaika siku ya leo. Muujiza wako. Sasa pokea sasa. Pokea sasa. Jina la Yesu. Pokea. Aliye na imani. Pokea. Na imani. Na neno la Mungu. Pokea. Katika jina la Yesu. Pigia Bwana Yesu makofi. Thank you Jesus. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mama mjane. Nafurahishwa na hii. Walipojifungia wakaanza kumimina chupa moja. Hatujaelezewa ilikuwa ya 500 ml, ilikuwa ya 1 liter, ilikuwa 20 liters, ilikuwa 50 liters. Haijaandikwa, lakini kile tunajua kulikuwa na chupa moja ndani ya hiyo nyumba. Huenda ilikuwa ni chupa ya 500 kama yenye uko nayo siku ya leo. Lakini alipomimina kwenye mtungi wa kwanza ukajaa, akamimina kwenye ya pili ilijaa, akamimina kwenye ya tatu pia ikajaa. Wote walikuwa wameazima, zote zikajaa. Yesu asifiwe. Maana neema na muujiza wao ilikuwa imeshuka ndani ya nyumba ya mwanamke mjane aliyekusudiwa mipango mibaya ya kushotwa na kuaibishwa. Wote wakati alifika mwisho, hapo ndipo Mungu alimtokelezea. Hata na wewe siku ya leo umekuja ukiwa umeinama moyo, umekuja na maswali mengi. Hata kama wewe ni mgeni, hata kama ni mwenyeji, kuna mambo
jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Sasa neema na malaika hiyo muujiza wako. Shindaniwa makesi kupiganiwa financial breakthrough. Pokea sasa muujiza. Financial breakthrough. I can feel it. Hiyo katika jina la Yesu. Achilia neema. Financial breakthrough. Financially unainuliwa kiwango acha ukidhania hautaaibika. Yes Jesus. Mwanamke hakuaibika. Bwana Yesu asifiwe. Hata nawe unaangalia unaona hii Christmas unaenda kuaibika, lakini nimekuja nikuambie siku ya leo hautaaibika. Ya Januari unaona utaaibika, lakini siku ya leo Bwana Yesu asifiwe. Neema ya miujiza imetuzukia, iko within us. Tu hapa kwenye anga, neema ya miujiza iko tu hapa, inasubiri wenye imani, wenye kupokea neno akapokea. Katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, wenye imani akapokea neno, muujiza wake ukamtendeke. Katika jina la Yesu, pigia Bwana Yesu makofi. Jesus. Andiko imetuelezea walisokesha, hatujui waliazima mituki mingapi, hatujui ni 100, hatujui ni 50, hatujui ni 1000, lakini kile tunajua ambayo walikuwa wameleta mahali pale walimimina kwa hiyo mituki yote na yote ikajaa. Bwana Yesu asifiwe. Maana kulikuwa na neema ya muujiza wakati ule. Kumbe kuna ufunuo mwingine ambao sikuwa nimejua. Bwana Yesu asifiwe. Wakati neema ya muujiza imeshuka, use it to the maximum. Itumie. Bwana Yesu asifiwe. Tumia hiyo nafasi. Bwana Yesu asifiwe. Wakati neema ya muujiza imeachiliwa kama leo, use it, utilize it, utilize it to the maximum. Utilize it. Grace of performing miracles. The age of miracles. When he is around, make sure you utilize. Make sure that time. Make sure you utilize that time. Yes. Yesu asifiwe. Hakikisha vizuri umetumia muda huo. Hakikisha umetumia huo kabisa. Itumie neema ya muujiza iliposhuka kwa mwanamke mjane, akaitumia akampaka wakafika mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Andiko inatuelezea vizuri wakati mituki yote iliisha, ikiwa imejaa pia zako iliacha kutiririka. Ndiposa nimekupatia nafasi hii siku ya leo ujue siku ya leo kuna neema Mungu ameachilia ya muujiza. So make sure you utilize it. Alikuwa wewe tunimwambie Mungu hiyo neema siku ya leo isipite. Hiyo neema siku ya leo isipite. Nifanyie kazi. Hiyo neema umeachilia. Hiyo neema muujiza leo asimamisha hii dhabihu leo. Wakati neema muujiza iko pamoja nasi, nainua chupa yangu, nataka kumimina kwenye vitu vyote ambavyo niko navyo. Zipokee. Kama ni watoto, kama ni bwana yako, kama ni mke wako, hata na wao siachwe, hawasiachwe na hii neema katika jina la Yesu. Andiko inatuelezea vizuri ya kwamba wakati hiyo neema ilikuwa ina saturate, it has saturated. Yesu asifiwe. Ilikuwa imejaa kwa hiyo boma. Neema ya muujiza ilikuwa kwa hiyo nyumba. Na wakati walimaliza kumimina yale mafuta, maandiko inatuambia wakati walijaza vitu vyote, vyombo vyote, mafuta ikakatika. Bwana Yesu asifiwe. Hapo nikapata ufunuo. Kumbe kuna wakati Mungu anaachiliaga neema. Bwana Yesu asifiwe. Neema ya muujiza. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati muujiza umetendeka, it is now you. Yes. Tia mwenzako ni wewe sasa. Hawajarudia hapo. Hawajaelewa. Hawajashika hiyo. Wakati neema iko ya muujiza,
muujiza unakubeba. Kuna neema inakubeba. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ikiisha ikikatika, sasa ni wewe. Bwana Yesu asifiwe. Wewe sasa ukachukue hatua ya kubaki mahali ulikuwa ama kusonga mbele. Bwana Yesu asifiwe. Maana maandiko yanatuelezea wakati mafuta ilifika mwisho, alienda kwa mtumishi wa Mungu akamwambia, sasa nimejaza vitu vyote, mafuta imekatika. Akamwambia vyema, sasa auza hiyo mafuta jani lako siku ya leo. Hiyo nafasi, neema, muujiza iko afanye ambacho kitakuwezesha kupokea muujiza wako. Ana neema, muujiza ikiondoka, sasa itabaki ni wewe. Sasa ukatembee, ukafanye kitendo. Huyo mama sasa imebaki ni yeye uze mafuta ya kulipa deni lake. Maana ufunuo wa leo ya kwamba upe neema ya muujiza kwa kila wakati. Bwana Yesu asifiwe. Shika hii, neema ya muujiza haitafanya kazi kila wakati. Bwana Yesu asifiwe. Haikumtendekea kila wakati wote, ilifika mahali ikakatika. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ni yeye achukue hatua kwa ile imani na ile sauti ya mtumishi wa Mungu, akaenende sasa na kuuza yale mafuta na kulipa madeni yote. Shakiria Bwana Yesu. Bwana Yesu, makofi. Sasa kitendo yeye sasa akachukua hatua aliyopokea imani baada ya muujiza. Baada ya kupokea muujiza, aende auze mafuta na alipe deni lake. Siku ya leo pokea neema yako, pokea muujiza wako, pokea muujiza wako. Ile neema ya muujiza iko hapa. Ile neema ya muujiza, ile malaika wa miujiza ako hapa. Maana ukitoka kwa ile mlango, Bwana Yesu asifiwe, ambaye hakupokea atabaki nyuma. Maana yule aliye na imani neema ni kwa nyumba yake na atapokea muujiza wake. Kama ni deni utaenda kulipa, kama ni school fees unaenda kulipia watoto. Basi hauaibiki, hautaibika, nikuhakikishia hauendi kuaibika. Kama mjane hakuaibika ingawaje alikuwa amefika mwisho, na wewe siku ya leo nikuhakikishia ya kwamba Mungu hatakubali, Mungu hataruhusu kuaibika, Mungu hatakubali aibike. Hata kama moyo umeinama, hata kama roho yako inajiuliza itakuaje. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu siku ya leo napewa Christmas, kuna mtu siku ya leo napewa uka, napewa mafuta, lakini siku hii itakuwa ni mwisho wako wa kupewa. Mwisho wako sasa naenda kupanuliwa, maana kikapu chako akishaisha auka tena. Maana sipa yako haitaishiwa na mafuta katika jina la Yesu. Umekuja siku ya leo, siku njema ambayo Mungu ameachilia neema ya miujiza katika jina la Yesu. Ukipewa tu sikukuu. Bwana Yesu asifiwe. Uone ni kama umeaibishwa. Bwana Yesu asifiwe. Hapo itakuwa mwanzo wako, itakuwa mwanzo wa safari yako. Kama mama mjane ilikuwa siku yake ya mwisho, achotwe na aibishwe, lakini siku hii Mungu alishusha muujiza kwa nyumba yake na maisha ikaendelea. Deni yakalipa, watoto wake wakapaki. Hata na wewe siku ya leo uweka utapewa. Bwana Yesu asifiwe. Shika hii Christmas, maana ulikuwa umefika mwisho, lakini utakapoichukua tu hivi, maana kuna neema ya muujiza. Muujiza unakufuata nikisaidia sasa. Kazi tumalize mwaka, kuvuka mwaka, hautapewa tena kwa jina la Yesu. Pigia Bwana Yesu makofi. Hautapewa tena, anza kupeana. Mama mjane alikuwa sasa yeye ndiye anauzia watu mafuta, alikuwa sasa yeye ndiye anauzia watu mafuta. Mtu alikuwa achotwe. Bwana Yesu asifiwe. Mtu anaendea mafuta kwa nyumba yake. Bwana Yesu asifiwe. Maana kisima cha muujiza wa Mungu hakikukauka tena katika jina la Yesu.
Na wewe siku ya leo si upokee hiyo neema. Pokea hiyo neema. Pokea hiyo neema. Ya muujiza. Kwa siku ya leo. Ukipewa. Anza kupeana. Ukipewa. Unaanza kupeana. Katika jina la Yesu Kristo. Amen. Ya Bwana Yesu makofi mazuri. Thank you Jesus. Itakuwa ni mlango wa kisima kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna tena kurudi nyuma. Hakuna tena kupewa. Utaanza kupeana. Kuna mtu wako hapa alikuja akapewa mara ya kwanza. Ni vile hajashuhudia. Lakini msichana wake ameshuhudia. Bwana Yesu asifiwe. Na sasa anaweza peana. Hata na wewe siku ya leo. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Hata na wewe siku ya leo. Hata na wewe siku ya leo. Usijali kuaibika. Umera. Bwana Yesu asifiwe. Ukoyemea kugatia. Ingekuwa huyo mama alisema watu. Akiona aibu. Akose kumwapia. Mtumishi wa Mungu ya kwamba anaenda kuchotwa. Muujiza ukatokea wapi? Mtumishi wa Mungu alimuuliza, nikufanyie nini? Tiende sio nduka takionio thina waku. Niko rende ngĩbataraga wĩyarie. Ndio na mwindi wa rwĩmbo noiga akaba kwĩyaria. Bwana Yesu asifiwe. Tige yaririo hiki-inĩ nĩ angĩarĩire keki. Bwana Yesu asifiwe. Tige yaririe kwĩ mũndũ ũrĩa ahikagia rĩ. Bwana Yesu asifiwe. Ndio na arĩa mamwenda amatingi akĩmuoire. Lakini juu ya kujiongea. Bwana Yesu asifiwe. Muujiza ukamtendekea. Na wewe siku ya leo usione haya. Ukiambiwa usimame, usiaibike. Ukua na useme Mungu wako vile umeachilia hiyo neema ya muujiza siku ya leo. Hii kitu, hii uga, hii mchele, hii sukari, nimepewa mara ya mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Niwe gari mwekogea na wetekio horimbo. Bwana Yesu asifiwe. Hii ni mara yako ya mwisho kupewa. Bwana Yesu asifiwe. Neema yoka yarekereirie. Ifuate. Tikana heo regi. Kwenda kuheana. Piga Bwana Yesu makofi mazuri. Thank you Jesus. Mimi nitiraga akai. Sitakaki kuwa mchungaji wa kupewa. Bwana Yesu asifiwe. Natakaga nikuwe mchungaji wa kupeana. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Hapa dei nyerelie. Bwana Yesu asifiwe. No ni make sure. Nita participate hard. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Maana namwambiaka Mungu. Mimi sitaki kung'ang'ana na sitaki kuwa mchungaji wa kupewa. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Nataka kuwa mchungaji wa kupeana. Bwana Yesu asifiwe. Na ni todo ni joy. Omote kainara kerairi. Yes. Ya muujiza. Hata nami naipokea. Yes. Hata na mimi naipokea. Katika jina la Yesu. Pigia Bwana Yesu makofi mazuri. Thank you Jesus. Tumerudi tukasoma katika Matendo ya Mitume 12 kuanzia 1 hadi 12. Hapa tunamuona Herode Agripa. Bwana Yesu asifiwe. Alianza kuwaua watu wa kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Na akaanza na Yakobo huyo Yohana. Bwana Yesu asifiwe. Akaona hilo jambo limefurahiwa. Bwana Yesu asifiwe. Kama vile watu wamekuwa wakifurahia kukugandamiza. Bwana Yesu asifiwe. Vile watu wamekuwa wakifurahia kuona vile unateseka. Akaona watu wamefurahia vile ameua huyu mtu. Vile ameua Yakobo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Akaamurisha hapa Petero akashikwe. Bwana Yesu asifiwe. Na akaweze kutiwa kwenye gereza. Bwana asifiwe. Maandiko yanatuambia vizuri. Alipotiwa kwenye gereza. Bwana Yesu asifiwe. Alienda akawekwa. Kukiwa na vikosi vya askari wanne hapa, wanne hapa na wanne hapa. Wanalinda mtu mmoja. Bwana Yesu asifiwe. Wanalinda kiingilio cha gereza. Bwana Yesu asifiwe. Maana mtu amewekwa hapo. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna jambo baya ametenda. Amehubiri injili. Bwana Yesu asifiwe. Wakamkamata na wakamweka gerezani. Bwana asifiwe. Maandiko inanifurahisha. Wakati aliona mambo imefika mwisho. Uligishirio ni ndigari. Inya maita maigara maita mana. Ndigari 16. Bwana Yesu asifiwe. Ni nini unaweza fanya? Na ni gerezani. Milango imefungwa. Umewekwa kifuli. Unaweza fanya nini ingine? Hakuna kitu unaweza fanya. Kabisa. Maandiko yanatuambia akajilaza. Kuna wimbo ya mwimbaji Samikei anaimba akasema ati wakati alitazama na akaona hakuna jambo lingine anaweza fanya. Alilala. Bwana Yesu asifiwe. Maana alifika mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Alijilaza. Bwana asifiwe. Maana aliona sasa hakuna jambo lingine. Kuna mambo unaweza angalia. Uone hauwezi kuibadilisha. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tu leo kuna neema ya muujiza. Muujiza unakutendekea. Ukishajilaza, ukishajilaza
unajiachilia mbele za Bwana, umefika mwisho. Wakati huo ndio malaika anakujia Petero, anamgoga kwenye ubavu. Bwana Yesu asifiwe. Anamwambia amka. Bwana Yesu asifiwe. Maana sasa muujiza umeshakuja. Bwana Yesu asifiwe. Muujiza wake umeshakuja. Maana ameangalia kaona tena hakuna tumaini. Hakuna tumaini tena. Bwana asifiwe. Hiyo ndoke leo. Nitigeti. Ahubwo jakufurora giro. Hauno nani etereke hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe hapo alifika mwisho. Akawacha kujisumbua na mambo. Akalala. Kumbe matendo alikuwa ametenda. Kumbe alikuwa ameona. Akamtumania malaika wa muujiza. Akamuoga kwenye ubavu. Akamwambia, wewe mtu wa Jesus, wewe Mungu anakuita. Wewe umejilaza. Wewe umefika mwisho. Wewe umejilaza. Kwamba hakuna tumaini tena. Nikuambie, malaika yuko nasi. Anakuoga kwenye ubavu wako. Wewe inuka. Wewe simama. Maana wakati ni huu. Muujiza wako imefika sasa. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu, makofi mazuri. Alikuangalia kaona. Sasa mimi nimefika mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Akajilaza. Bwana asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Naye malaika akakuja. Akamnyanyua. Akamshika mkono. Mtu amelindwa na askari 16. Bwana Yesu asifiwe. Anatembea tu akiwa ameshikwa. Alivaa nguo zake, akavaa viatu. Akaanza kutembea akiwa ameshikwa na malaika wa neema ya muujiza wake. Akamshika mkono. Wakatembea. Wakapita kikosi cha kwanza. Wakapita cha pili. Wakapita cha tatu. Walipofika kwenye lango kuu, Bwana Yesu asifiwe, ulijifungua wenyewe. Mlango ulijifungua wenyewe. Maana kulikuwa na neema ilikuwa imeachiliwa. Neema ya muujiza. Neema ikikushukia siku hii ya leo, milango yako ilijifungua yenyewe. Milango yako hautang'ang'ana, inakufungukia. Milango iliyo mbele zako inakufungukia yenyewe kwa jina la Yesu. Milango ino cio kimuriganĩtie no mũkunyacoka Ngai kwĩ mũndũ ũracoka eharĩirie kwamũkĩra andũ nĩ maraiywo meciria haha. Wachaneni na hiyo kitu. Bwana Yesu asifiwe. Sikiliza vile Mungu anasema. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Malaika alipomshukia Petero, alipita kikosi cha kwanza na cha pili na cha tatu na cha nne. Bwana Yesu asifiwe. Na walipofika kwenye lango la chuma, lango kuu lilipowaona lijifungua lenyewe. Hata na wewe siku ya leo, wewe jua ya kwamba wewe ile umekanyagisha miguu yako mahali hapo, wewe na neema unapokea ya muujiza wako. Yesu na malaika unapokea muujiza wako. Milango yote ambayo imefungana mbele zako inajifungua yenyewe. Inajifungua yenyewe. Pokea hiyo. Pokea hiyo. Pokea huyo malaika. Pokea huyo malaika. Baba achilia huyo malaika. Pokea. Aliye na imani. Pokea. Huyo malaika. Bebana yeye. Mtangulie. Fungua milango ambayo ilikuwa kizuizi mbele ya maisha yake. Bwana Yesu, makofi mazuri. Thank you Jesus. Bwana asifiwe. Milango inajifungua. Ambie mwenzako, milango ya kuingia kwa baraka zako inajifungua. So make sure you utilize Bwana Yesu asifiwe. Neno rekereisho ulihudhire wega, ulitumie vyema, utumie muda huu ambao Mungu ameachilia kwa muujiza. Bwana Yesu asifiwe. Maana tukisoma tunasikia Petero alipelekana na malaika, mlango ya mwisho ikajifungua yenyewe. Maana neema ilikuwa pamoja na wao. Malaika wa muujiza alikuwa amemshika mkono. Hata na wewe siku ya leo umeshikwa mkono. Kuna malaika Mungu ameachilia. Kuna malaika Mungu ameachilia kwa ajili yako siku ya leo. Kuna malaika Mungu ameachilia kwa ajili yako. Kushika mkono ili akuvukishe hata
mwaka huu ukiwa na ushuhuda wako. Asubukishe tarehe 31 ukiwa na ushuhuda wako katika jina la Yesu. Ukiwa na muujiza wako katika jina la Yesu. Piga Bwana Yesu makofi mazuri. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maandiko inatuambia na walipotoka nje wakapiga hatua kadhaa nje ya hiyo gate kwenye lile lango ambalo limefunguka. Malaika alimwacha Petero. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Maana neema ilikatika. Neema. Ndio nakwambia siri ya siku ya leo. Simamisha kitu. Amen. Simamisha kitu. Amen. Kabla tuvuke mwaka. Amen. Kabla hii neema iondoke. Amen. Apia Mungu. Siku ya leo Bwana. Ndio. Ninataka. Yes. Hiyo neema ambayo iliachiliwa siku ya leo. Ndio. Inifanyie kazi. Inifanyie kazi. Ndio. Maana ikiondoka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Waliotuja siri. Ndio watakao kuwa wamepokea. Maana ikiondoka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Itakuwa ni wewe. So you will have to use. Amen. You will have to utilize. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Inakupasa tu utumie muda huo to the maximum. Amen. Ndipo sasa ukapokea muujiza wako. Amen. In the name of Jesus. Wow. Petero alipotoka nje. Ndio. Malaika akamwacha. Na hapo ndipo aligundua. Maana kwa huo muda wote hakuwa naamini. Alikuwa naona ni kama anaona maono. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Lakini wakati walifika nje, wakatoka kwenye lango huko nje. Malaika alienda. Bwana Yesu asifiwe. Hata hakumwambia kwa heri. Malaika matile kwa heri. Bwana Yesu asifiwe. Matiko roho kwa heri. Ale kio le gotometo. Abia mwenzako agetiera. Akagutiga. Ona kana gakinya miaka ya gutembea ri. Katititaga kuweto. Bwana Yesu asifiwe. Kaiga gothe gakanyitwo guoko. Na gakinya handu riu gekuhota gwitembeiria. Niguo nyina agakarekia guoko. Nginya magekira bara. Bwana Yesu asifiwe. Wewe nikiureka. Bwana Yesu asifiwe. Hetoka na goko. Na rĩrĩa rĩngĩ agakuaga agakamenyerera wega. Karugamia ngari mwena ũyũ na mwena ũyũ. Akereka itoetoke nĩ muona ndena kana kanini. Anapita vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Ikafika wakati kakaanza kutembea na kashika mkono, anafanya hivi na hivi, akashika mkono, ndio anatembea. Wanavuka barabara. Imefika wakati mwingine sasa mtoto ni mkubwa. Hata hana shughuli. Bwana Yesu asifiwe. Akiapitie kule ya mahedi. Bwana Yesu asifiwe. Akimenyete gogo na mahedi. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ni yeye. Niwe Eric. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo ndivyo ilitendeka. Wakati wa Petero. Si muujiza umetendeka. Na umetoka kwenye gereza. Uko kitindo hau. Bwana Yesu asifiwe. Ni lazima uondoke. Ni lazima uchukue hatua yako ya imani sasa. Imani sasa ikusukume. Kutoka mahali muujiza umefanya kazi. Apia mwenzako kutoka mahali muujiza umefanya kazi. Hapo kwingine ni hatua ya imani. Bwana Yesu asifiwe. Kutoka hapo ni hatua ya imani. Bwana Yesu asifiwe. Ikafanye kazi. Na imani haifanyi kazi vivi hivi. Inasukumwa. Bwana Yesu asifiwe. Huyo mama akikaa mahali pale, aseme juu mafuta ni nyingi. Bwana Yesu asifiwe. Sita ya uza. Siangechotwa bado. Lakini alichukua hatua ya imani. Akaenda akauza yale mafuta. Akaenda akalipa deni. Bwana Yesu asifiwe. Hata na wewe kuna muujiza unakushukia. Utaweza kulipa madeni yako. Utaweza kulipa madeni ya shule. Kukula Krismasi ukiwa na furaha katika jina la Yesu. Maana hiyo neema Mungu ameachilia. Kabla tuvuke mwaka, hiyo neema itatembea na sisi. Kabla tuvuke mwaka, hiyo neema ipokee. Kabla tuvuke mwaka, hiyo neema, hiyo neema, hiyo neema, muujiza wako. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hiyo sasa. Receive. In the name of Jesus Christ. Wow. Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hiyo neema ikubebe. Amen. Naomba Mungu hiyo neema ikubebe. Wow. Naomba Mungu hiyo neema ikubebe. Naomba Mungu hiyo neema ikubebe. Ikubebe. Kabla tuvuke mwaka. Ndio. Hizi siku zimesalia. Yes. Kama kuna mambo tulikuwa tumeahidiwa. Yes. Muujiza sasa utendeke.
Unajua muujiza ukitendeka Bwana asifiwe. Muujiza ni kama acceleration. Bwana Yesu asifiwe. Maana muujiza ukitendeka na vile inatendekea huyu sio vile inatendekea mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Ni hali kuetererana ni haki yama. Kuna kungojea na kuna muujiza. Haijalishi tumesalia na siku 9 tuvuke mwaka. Lakini Mungu aachilie neema ya muujiza. Muujiza unaweza kukutendekea. Jambo likifanyika na miaka 5. Likatendeka sasa hivi. Jambo likitendeka na miaka. Thank you Jesus. Jambo likitendeka na miaka 2. Likakutendekea leo. Jambo likakutendekea miaka 10 ijayo. Likatendeka siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Jambo ambalo umeishi kusukuma. Neema ya muujiza ikishuka. Bwana Yesu asifiwe. Unalipokea sasa. Pokea muujiza wako. Hilo jambo linatimia. Linatimia kwa haraka. Linatimia kwa haraka. Katika jina la Yesu. Hilo jambo linatendeka. Bila wewe kung'ang'ana. Unashakana tena. Umesubiri kutosha. Ukaona ni kana kwamba Mungu alikudanganya. Lakini siku ya leo imesalia siku 9. Mungu ameachilia neema Jesus wina. Neema Jesus wina. Jesus wina ya kutimiza na kufuatilia kila ahadi kwa njia ya muujiza. Ya muujiza haijalishi ni siku 8 muujiza uke mwaka. Neema ya muujiza itatembea nasi. Hiyo sasa inatubeba. Kwa hiyo salia. Kwa hiyo salio ya mwaka uishe. Bwana Yesu asifiwe. Kaida kauga tingarete. Kaiyekio tu. Kaiyarekererie neema. Yaki amagi yaku. Nitondo maundu maria ugeletie miaka mingi. Hĩndĩ ĩrĩa neema kana wega wa kĩama kana mũraika wa kĩama okĩte. Bwana Yesu asifiwe. Maundu ugeletie na miaka mingi. Bwana Yesu asifiwe. Nimegũkinyanĩra. Nimegũkinyanĩra. Nĩralete na miaka mingi. Yesu asifiwe. Nĩralete na miaka mingi. Kinya muthia. Ũkerekereria rĩu. Aca kiumane. Ũrĩa kũrethie rĩu gũthiĩ. Paulo akĩrekia. Kiuga rĩu rĩ. Aya maũndũ ndingĩcenjia. No kwĩrekia erekirie. Bwana Yesu asifiwe. Naye Mungu wakati huo sio alituma malaika wa muujiza akamnyanyua. Na wewe siku ya leo huenda umefika mwisho. Unajiuliza mwaka mzima Mungu akinena, mwaka mzima Mungu akizungumza. Siku ya leo Bwana ameshuka. Bwana ameachilia neema sasa ambayo itakufikisha kwa ahadi zako. Itakubeba hadi kufikia ahadi ambazo Mungu alikuahidia katika jina la Yesu. Pigia Bwana Yesu makofi. Thank you Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Chukua hatua siku ya leo. Ukatembee na imani. Ukijua kuna neema umepokea. Kuna malaika umepokea siku ya leo. Ambaye atakutendea muujiza. Huo muujiza, hiyo neema tutembee nayo. Hadi tarehe 31. Kutoka hapo. Bwana Yesu asifiwe. Kila mmoja akuwe na ushuhuda wake. Ukikuwa na ushuhuda wako, sasa tutachukua hatua ya imani kuingia mwaka mpya kwa ujasiri. Maono yetu na kizuizi kitakuwa kimeondoka. Maana delay itakuwa imeondoka. Tukiingia sasa kwenye mwaka mpya, tukiingia sasa kwa imani, tukipokea chochote ambacho Mungu amewahi kutuahidia katika jina la Yesu. Kisha Bwana Yesu makofi. Maandiko ambayo hatukusoma pia ukiyasoma hatutasoma kwa ajili ya Mungu. Naye Elija wakati kulikosa mvua Israeli. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu alimwambia atoke aende karibu na mto Kerini. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na kutoka hapo Mungu akaamrisha kuku wakuwe wanamletea mikate na nyama asubuhi na jioni. Maana neema ya muujiza inakubeba
Hĩndĩ ĩrĩa kũmĩte, hĩndĩ ĩrĩa gũtarĩ na mwĩhoko, hĩndĩ ĩrĩa andũ mararĩra tena, neema ya muujiza inakubeba juu, inakuvukisha kwenye mitego, unatembelea juu, unatembelea juu. Wewe haulii shida, wewe haulii kuhara na kuhara, na kuaga mpango, kuaga mpango wa thigũkũ. Bwana Yesu asifiwe. Maana neema inakubeba, inakuvukisha. Bwana Yesu asifiwe. Neema inakuvukisha. Bwana Yesu asifiwe. Elisha akakaa mahali pale, analetewa na kuguru. Bwana Yesu asifiwe. Chakula, mikate, imagine kibogo kikirehe mugate na nyama asubuhi na jioni. Neema ya muujiza. Apia mwenzako neema ya muujiza. Malaika wa miujiza anapokuwa kwenye kazi, jambo ambalo haliwezekani linawezekana. Na wakati ule mtu ulipokauka, Bwana Yesu asifiwe, Mungu akamwambia, sasa toka hapa, enenda kwa mwanamke ambaye nimeandaa hapa na wewe siku ya leo. Wakati neema ikafika mwisho, huo muujiza, Mungu atakuambia sasa, angalia chenye umepokea, angalia, chukua hatua ya imani. Tembea kama mtu aliyeinuliwa. Tembea sasa kama mtu aliyefunguliwa katika jina la Yesu. Piga Bwana Yesu makofi mazuri. Usimame kwa miguu yako. Maana nimemaliza. Simama na miguu yako. Na kama umepokea neema, kuna wimbo inasema hivi, pamoja na kinyagweke kiote. Bwana Yesu asifiwe. Ya Sara Kimunyi, Kevin. Iba hiyo ipo Sara Kimunyi, pamoja na kinyagweke kiote. Maana siku ya leo, wewe ambaye umekuja siku ya leo, leo lazima kutendeke jambo. Hapa kwa simu, hapa ama nyumbani, ama barabarani. Yesu unapatana na malaika wako, kwa muujiza wako. Pokea sasa. Pokea sasa. Pokea sasa. In the name of Jesus. Baba John. Ni atia leo tafuta hiyo. Baba tamanyu mothe umuthi mukinya wikikira ati niatira igua niatirona Yesu Daudi niaraituka Baba tamanyu mothe umuthi mukinya wikikira ati niatira igua niatirona Yesu Daudi niaraituka Baba tamanyu mothe kinya wikikira niatira igua niatirona Yesu Daudi niaraituka Baba tamanyu mothe kinya wikikira ndokire ndiakorire mundu na ndetana ndionire wa kunjĩtĩka ũithe na kũrĩ arĩa matamenda hĩndĩ ĩrĩa mwathani wao macereire nĩatĩandĩra igua nĩatĩandĩra atĩ Jesũ wa Daudi nĩarĩtũka Baba tamanyu mothe atĩ ũmũthĩ no nginya gwĩke kĩondo nĩatĩandĩra igua Jesũ wa Daudi nĩarĩtũka Baba tamanyu mothe atĩ ũmũthĩ no nginya gwĩke kĩondo nĩatĩandĩra igua nĩatĩandĩra Jesũ wa Daudi nĩarĩtũka Baba tamanyu mothe ũmũthĩ no nginya gwĩke kĩondo ndiakorire mũndũ na ndetana ndionire wa kunjĩtĩka atĩ ũithe na kũrĩ arĩa matamenyaga hĩndĩ ĩrĩa mwathani wao macereire na ithuĩ nĩatĩandĩrona Jesũ wa Daudi nĩarĩtũka Baba tamanyu mothe ũmũthĩ no nginya gwĩke na ithuĩ nĩatĩandĩra igua Jesũ wa Daudi nĩarĩtũka Baba tamanyu mothe ũmũthĩ no nginya gwĩke kĩondo. Pigia Bwana Yesu makofi. Kama
una imani lazima muujiza. Yes. Shakilia Bwana Yesu. Shakilia Bwana Yesu. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Amen. Amen. Na Mungu afanye. Amen. Malaika wa muujiza. Amrishe. Malaika wa muujiza. Amrishe. Kukubeba. Ndio. Kuanzia leo, amen, ufike Krismasi, ufike mwaka mpya, neema ya muujiza iandamane na wewe. Ndio. Kwa hizo siku zimesalia, yes, hadi upokee, ndio, hadi ufike mahali Mungu amekusudia ufike. Amen. In Jesus name. Amen. Piga Bwana Yesu makofi mazuri. Amen. Ninajua, amen, anaenda kufuatilia neno lake. Kama uko hapo, amen, hujaokoka, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Uko hapo ukipenda kupeana maisha yako kwa Mungu, ndio, ili apelekane na wewe. Ndio. Uko hapo umefika mwisho. Yes. Mambo yamekusukuma. Madeni yamekusonga. Ndio. Na hujajuana na Mungu. Ndio. Siku ya leo, ndio, vile hiyo neema imeachiliwa. Ndio. Tokea hapa mbele. Yes. Hata yule dada alisema angetaka kuokoka. Yes. Siku ni leo. Yes, siku ni leo. Siku ni leo. Ndio. Ukiokoka unaandamana na malaika wa muujiza. Yes. Ukiokoka unapelekana na malaika wa muujiza. Kabisa. Kama uko hapo na ungependa kuokoka, kama uko hapo, tokea hapa mbele. Tokea hapa mbele. Kunaye. Kama sote tumeokoka, piga Bwana Yesu makofi mazuri tunapomkaribisha. God bless you. Pigia Bwana Yesu makofi. Haya, mwingine angetaka kuokoka. Haya, nani mwingine angependa kuokoka? Wapigie makofi. Nani mwingine? Pigia huyo makofi mwingine. Nani mwingine? Nani mwingine? Tuketi chini kwanza ndio niwaone wakitokea. Nani mwingine? Hata kama ulikuwa umeokoka ukaanguka, hii ndio wakati wa kurudia Mungu. Nani mwingine? Ulikuwa umeokoka ukarudi nyuma na ungetaka kurudia Mungu, bado kuna muda. Amen. 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 Na usu unafungwa na shetani ati juu ulianguka. Sasa unakaga kama mtu amejificha. Yesu alisema kwa ajili ya kutupenda na upendo wa msalaba, hata tuangukapo mara 7 atatuinua tena. Amen. Kwa hivyo usikaage na huko. Kile kimefanya hujakufa na hizo dhambi, kwa sababu Mungu anakupenda. Geukie mwenzako mwambie Mungu anakupenda. Najua tunateswa na shetani na dhambi, kituonyeshe ni kama hata Mungu alituacha. Mungu hajakuacha. Wewe ndio uliacha Mungu. Sasa ukimrudia naye anakurudia. Ujuage hiyo, Mungu aweze kukuacha. Akikuacha utakufa, utawala shetani. Kile kinafanyanga ni neema inaondokaga. Yes, Jesus. Amen. Pigia huyo dada makofi mazuri. Haya, nani mwingine? Usalimie mwenzako, muulize kama ameokoka. Mwambie kama umeokoka, nitolee ushuhuda kidogo. Nani mwingine? Nani mwingine? Hatujafunga bado. Hii ndio kazi tulitiwa na Mungu. Amen. Ingine ya kuombea mbarikiwe mpone, hiyo ni bakshishi ya Mungu. Hii ndio tulitiwa kabisa. Nani mwingine? Pigia huyo dada makofi mazuri. Jiita kama mkutano saa hii, chukua dakika 2 jiita kama mkutano kabla hatujavuka mwaka. Kabla hatujavuka mwaka. Uone vile Mungu anakupenda. Umekuwa ukifanya vituko yote na bado amekuweka hai. Amen. Sasa kuja kwa Yesu. Amen. Nani mwingine ako hapo? Pigia huyo mwingine makofi na huyo dada mwingine makofi. Yes. Jichunguze. Mungu anawaambia huwezi danganya Mungu, huwezi danganya shetani na huwezi jidanganya. Amen. Amen. Kwa hivyo ikiwa unasikia kabisa kwa moyo wako bila kusukumwa, yes, unataka kuja kwa Yesu, kimbia mahali hapa. Amen. Kimbia mahali hapa na Mungu atakubariki. Pigia dada mwingine makofi mazuri. Jichunguze. Salimia mwenzako, mwambie jichunguze wewe mwenyewe. Vile mnapelekana na Mungu. Ndio. Na kuna wakati nitawafundisha neno ambalo nimelitayarisha. Inasemaga kuhusu mambo ya dhamana ya wokovu.
Dhamana ya wokovu ni kumaanisha faida za wokovu. Kuna watu wengine ubarikiwa wakiokoka. Kwa hivyo ujui utabarikiwa lini. Ujui ile njia Mungu atatumia. Mimi wakati nilikubali kuokoka, Mungu akanibadilishia maisha na nikaanza kubarikiwa hapo hapo. Kwa hivyo mimi ni product ya baraka za wokovu. Amen. Pigia wote makofi mazuri. Wewe unajijua kitu ya kwa Mungu. Wengine maybe ulikosa doa juu ya wokokaji. Siku ile utaokoka ndio utaona vile Mungu atafanya. Wengine hatupelekani na Mungu juu hatutaokoka. Wakati tutaokoka ndio Mungu anatugoja mpaka sile tutapeana maisha yetu kwa Yesu. Hiyo inakuwa hivyo. Amen. Nani mwingine? Wengine Mungu anakugojea mpaka sile utakiri Yesu ni Bwana. Ndio ataanza kufanya kazi kwa maisha yako. Mpaka siku ile utakiri kwamba Yesu ni Bwana. Nani mwingine? Nani mwingine? Mara ya kwanza, mara ya pili na mara ya tatu. Haya, inueni mikono juu sasa. Niwaombee. Wengi wenu ni kurudia Mungu, kurudia Mungu, kurudia Mungu, kurudia Mungu, kurudia Mungu, kuokoka, kurudia Mungu, kurudia Mungu, kurudia Mungu, kurudia Mungu, kuokoka, kurudia Mungu, kurudia Mungu. Wakati umeokoka unaweka alama. Angalia mwenzako kama ako na alama hapa. Hiyo ndio ukiona alama hizo mama hili. Sika kumurura. Hiyo inaonekana na macho ya ndani. Spiritual eye. Spiritual eye. Hiyo ndio inaona alama ya wokovu. Amen. Unajua gaje na mchungaji hajaongea kumwangalia, unajua ni mchungaji. Unajua gaje? Haya, nitarudisha siku nyingine. Niwe mikono sasa niwaombee. Haya, nataka kuanza maombi ya toba. Kwanza, haya, rudia nyuma yangu, sema Bwana Yesu, nimekuja mbele zako. Mimi ni mwenye dhambi. Ninaomba siku ya leo ukanisamehe kila dhambi na makosa nimetenda kinyume na sheria zako. Nioshe leo na ukanitakase kwa damu yako. Yesu nakupenda na kukaribisha moyoni mwangu. Kuanzia leo vile nimeokoka, ukubali kupelekana nami. Niondoe kwenye kitabu cha mauti na uniandike kwenye kitabu cha uzima wa milele. Leo nimeokoka bila kusukumwa, ni mimi nimejitakia. Ninaomba upelekane nami na unijaze na Roho wako Mtakatifu. Kuanzia leo aniongoze na nifundishe kukaa katika njia zako. Katika jina la Yesu nimeomba na nimepokea na nimeamini. Sema amen. Baba Mtakatifu, wale wameokoka nyosha mikono hapa, nitasiri kwa ajili yao kwa dakika moja. Baba, ninakupa sifa, ninakushukuru, ninakuinua ni kwa ajili ya wapendwa hawa wamekubali kuachana na dhambi na wamekubali Baba kuokoka. Wana wengine mahali hapa unawangojea wakukiri Yesu wewe ni Bwana ili wafungue. Wengine Baba unawangojea wakiri Yesu ni Bwana ili Baba uponye maisha yao. Hata wengine uanze kuwabariki. Sana ninaungama kila dhambi na makosa Baba ambazo wametenda. Wewe ndio umetupa mamlaka wachungaji tutisamehe duniani, unasamehe mbinguni. Hivyo wote nimewasamehe mimi kila dhambi na makosa wametenda. Kisha ninaungama hizo dhambi zao zote naitoa mabegani mwao. Hata dhambi na makosa wametenda bila kukusudia, naitoa Baba mabegani mwao. Naleta msuko wa dhambi na mbaba na watu Baba na utoa mabegani mwao, na uleto mabegani mwako Yesu. Ukawahurumie Baba, ukawasamehe. Jehova, neno utuambia dhambi zetu na makosa yetu unaiona mbele zako usiku na mchana. Sasa Baba, fagia dhambi zao zote, makosa yao ukaiondoe mbele zako Baba, ukaitume kuzimu kwa moto wa jehanamu. Baba, wafanye viumbe vipya kuanzia leo. Utakazo wa damu ya Yesu, watakaze kwa damu ya Yesu, waepushe na mara yote ya shetani.
shetani, roho yote ya devil worshiper ya kuwarudisha nyuma kiroho, ya kuwateka mawazo, ya kuwateka kwa mienendo, hiyo marone na ilani leo na inaikemei waachilie kuanzia Baba, na waitishia neema na nguvu za kustahimili kila vita na majaribu itawafuata. Wa Mungu wajaze na power ya kustahimili na kushinda kila vita na majaribu itawapata Bwana, katika jina la Yesu. Wengine wako na roho ya ulevi, wengine wako na roho safu, hiyo maroho iende chini leo, watakasita wainue. Ndio wanajua mbinguni malaika wanashangilia, nasi hapa tunashangilia na kupasiba Bwana kwa ajili ya wokovu huu. Baba, watakaza na damu ya Yesu roho yote ya kuimbiwa na shetani, hiyo nimeiharibu ndani ya maisha yao. Waweke ulinzi wa Roho Mtakatifu usiku na mchana. Walipe Baba, wapiganie vita na kila majaribu ishindwe kwa jina la Yesu. Ninawaombea katika jina la Yesu. Amen. Mungu abariki. Kanisa ikiisha mtabaki para kona, nikuja tuongee na nyinyi. Kwa hivyo kanisa ikiisha msiende, wakaribisha kwa makofi mazuri, makofi mazuri. Wakaribisha kwa makofi.